Asante sana dokta kwa haya mambo ya kiuchumi ambayo umetupatia. Tukiwa tumemaliza haya mambo, nigusie kidogo kwenye hili swala ambalo mara kwa mara nimeona linaendelea. Mimi nimekuwa nikienda mara kwa mara jijini Arusha. Ndio. Nimekuwa nikienda kule kwenye kazi jijini Arusha kwenye kazi tofauti. Kazi za mkuu wa mkoa pamoja na mbunge. Mkuu wa mkoa na mbunge Arusha. Kwa nyakati tofauti. Kuna nyakati naenda kwenye kazi ya mkuu wa mkoa, kuna nyakati naenda kwenye kazi ya mbunge. Ndio. Mara ya mwisho juzi kabla ya hii juzi nilikuwa kwenye kazi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa na mbunge wa Arusha wote ni chama kimoja cha Mapinduzi. Ndio. Na wamekuwa wakitupiana maneno kwenye majukwaa. Utadhani mkuu wa mkoa anamtupia maneno mabaya mbunge wa Chadema, au utadhani mbunge wa CCM anamtupia maneno mabaya mkuu wa mkoa ambaye tunafahamu aliwahi kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Maana yake ni CCM typically. CCM damdam. Sasa natamani kupata experience kutupiana hii inatokana na nini? Kuelekea uchaguzi, ni pressure ya majimbo au ni nini? Na je, ilishawahi kutokea huko pengine nyuma? Labda hili sio geni, kwa sababu hakuna Mtanzania ambaye haoni hichi kitu ambacho kinaendelea. Wengi wamekuwa wakiita sinema za majukwaani na vitu kama hivyo. Natamani kujua hapo. Nashukuru unaiuliza swali ambalo ni gumu kidogo, kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa Arusha na mheshimiwa mbunge wamekuwa wakitupiana maneno ya mara kwa mara. Na watu wanasema ni sinema za majukwaani. Niseme na mimi nimekuwa nikiona kama sinema za majukwaani. Kwa kuwa wote ni chama kimoja, ni Chama cha Mapinduzi CCM, nafikiri na tunavyokwenda sasa kwenye uchaguzi mkuu na tunavyotekeleza dira yetu ya 2050 na pale ambapo wananchi wa Arusha wanasubiri maendeleo, ni muhimu mkuu wa mkoa na mheshimiwa mbunge wakawa kitu kimoja. Nimekuwa nikitamani hivyo na sababu yake ni moja. Wewe unafahamu kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha nimekuwa mimi ni mpiga debe wake mkubwa. Mpaka nisifiche. Na nimekuwa nikimpigia debe Makonda kutokana na mambo makubwa ya maendeleo ambayo anayafanya kule Arusha. Wakati umeelewa, nakumbuka niliongea habari za utalii na mambo mengine. Makonda amefanya mambo makubwa sana Arusha. Makubwa sana. Lakini Mrisho Gambo pia, mheshimiwa mbunge, naye amefanya mambo makubwa sana Arusha kwa watu wake. Sasa, kama wote ni wachapakazi wazuri, Gambo ni mchapakazi mzuri, mheshimiwa best wangu Makonda ni mchapakazi mzuri, hakuna sababu yoyote ya msingi ya wao kuendeleza malumbano yao. Mimi nafikiri ni wakati mwafaka tu wa wale wawili kukaa pamoja, tena sio kukalishwa. No, sio kukalishwa pamoja. Hapana. Hawa ni viongozi wa kuandamizi ndani ya mkoa wa Arusha na ni vijana, ni wakae pamoja ili kama kuna mahala hawaelewani, basi ni waombe waelewane. Kwa sababu gani? Mrisho Gambo anatakiwa kubeba R4 za mheshimiwa rais: resilience, rebuilding, reforms na reconciliation. Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Arusha anatakiwa kubeba R4: resilience, rebuilding, reforms na reconciliation. Sasa kama mheshimiwa Paul Makonda anaamini katika reconciliation na resilience, na kama mheshimiwa Mrisho Gambo anaamini katika reconciliation na resilience, basi ni wakati sasa, wala sio wakati ni sasa, wakae chini waseme, lakini hebu ngoja kidogo. Mrisho Gambo amueleze Makonda na Makonda mwambie Gambo, hivi tunaamini katika R4 za mheshimiwa rais? Ndio. Tunaamini katika reconciliation? Ndio. Mimi na wewe Gambo, mimi na wewe Makonda, ndio. Tunaamini kwenye resilience ya R4 za mheshimiwa rais? Ndio. Ya uvumilivu na ustawi? Ndio. Unaamini wewe Makonda? Ndio. Na wewe Gambo unaamini? Sasa tunakwama wapi? Kwani tusikae chini tukayamaliza? Hawahitaji mtu wa kuwakatisha chini. Wakae chini wayamalize. Ni ya kawaida katika utendaji na hayaleti tija Arusha wala hayasaidii. Narudia, Makonda Paul ni mchapakazi namba 1.
Mrisho Gambo ni mchapakazi namba moja, na wote wako katika jiji ambalo lina maendeleo makubwa, na wananchi wa Arusha wanahitaji maendeleo. Hebu wakae chini, waweke kama kuna siziti tofauti, kutokuelewana kunatokea katika uongozi, ili tunapoelekea uchaguzi mkuu 2025, tunapokuwa sasa inatengenezwa ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi, mwaka hii nyingine inakuisha 2025, mwaka huu inakuja nyingine 26-30, na tunapokuwa kwenye vision 2050 na mpango wa mkoa wa Arusha na kadhalika, basi tuone mambo haya yamekwisha. Tunahitaji tuwaone kwenye kampeni watu wameshikana mikono, au sio? Watu wanakwenda pamoja, na kusiwe na haya ambayo kweli tunayaona, huyu akiongea hili akilaumu hivi mara nyingi na kadhalika na kadhalika. Tumeyaona, tumeyashuhudia, na ulivyoniuliza swali mwandishi wa habari, uongee ambaye hayapo, umekuweko hata wewe mwenyewe kama mwandishi wa habari, mimi nimekuwa nikiyaona. Na nimalizie kwa kusema kwamba wakati mwingine nimekuwa nikishangaa kidogo. Kwa nikishangaa kwamba chama hiki cha Mapinduzi, ndio huyu aliwahi kuwa katibu mwenezi, amekuwa mkuu wa mkoa na sasa ni mkuu wa mkoa. Mrisho Gambo aliwahi kuwa mkuu wa mkoa, sasa ni mbunge, si ndio? Shida iko wapi? Mbona hawa wote ni waandamizi? Ni waandamizi katika historia za Chama cha Mapinduzi. Tatizo linakuja wapi? Sawa, labda wote wanataka nini? Maendeleo ya haraka ya watu wa Arusha. Very good. Nafikiri kila mtu anaona mwenzake anachelewa, si ndio? Anachelewa, wewe unachelewa, mimi ndiye naweza kuwahi zaidi katika maendeleo. Jambo ambalo ni zuri, au sio? If that is the case, ni zuri, lakini sasa uletaji wake kwenye jamii kwetu unatufanya sasa tushindwe kuelewa. Hatuwalaumu, simlaumu Makonda wala simlaumu Gambo hata kidogo. Si kazi yangu kumlaumu mbunge wa Arusha wala mkuu wa mkoa wa Arusha. Wote ni maswaiba zangu, ni marafiki zangu, watu nawapenda sana. Lakini ni muhimu kwamba wakati mwingine, kama nilivyosema, nashangaa hawa Gambo na Makonda, nini shida? Wakati mwingine nashangaa tu. Nafikiri kama nilivyosema, wakae chini, au sio? Wawe na mambo ambayo hatutayaona tena, yakisemwa na Gambo akimsema Makonda hivi, Makonda akimsema Gambo hivi, au sio? Wafike mahala hayo yafanyeje? Yaishe, na wasisubiri kuketishwa na mtu. Wao wanaweza, ni vigogo waandamizi katika utawala na uongozi. Gambo amekuwa mkuu wa mkoa, Gambo amekuwa mbunge, ni mbunge sasa. Makonda amekuwa mkuu wa mkoa, amekuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, ni mkuu wa mkoa. Hawa hawahitaji kukalishwa na mtu. Ni wao wenyewe wakae chini, waweze kuyamaliza. Ninachoamini si maadui. Ninachoamini Makonda na Gambo si maadui, hapana. Ila wana tofauti zao za mitazamo ya namna ya kuleta maendeleo ya wananchi wa Arusha haraka. Kwamba nani anayaleta faster? Who is faster? Au sio? Nani yuko faster? Makonda naye unajua yuko faster, si ndio? Gambo naye yuko faster. Sasa hizi mbio za faster na faster zikiwa wanaweza wakagongana kwenye runway, halafu wakakuta wana wote wawili vipi wenzangu, nilikuwa speed ndugu yangu, wewe nilikuwa speed, pole bwana. Kwa hiyo nafikiri wafanye hivyo. Naamini wanaweza wakayamaliza. Nashukuru kwa swali lako, na watu wengi wamekuwa kujiuliza, lakini naamini kwa kuniuliza swali hilo, naamini kwamba haya watayamaliza kule Arusha. Ila narudia, wanafanya kazi nzuri. Paul Makonda anafanya kazi kubwa na nzuri Arusha. Credit kubwa. Mrisho Gambo anafanya kazi kubwa na nzuri Arusha. Credit kubwa. Credit kubwa kwao, credit kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, credit kubwa kwa serikali ya awamu ya 6. Wanafanya wote kazi nzuri Arusha. Na kwa hiyo hakuna sababu. Ingekuwa kuna ambaye labda tunasema utendaji, hapana. They are doing a good job. Wote wawili. Mrisho Gambo anafanya kazi nzuri, Paul Makonda anafanya kazi nzuri. Na kwa hiyo hakuna sababu ya haya tunayoyaona mara hivi, mara mwenzangu kanisema hivi, wasiyalete kwetu. Wanaweza wakakaa chini, wakazungumza, sisi tusikie wakitueleza habari ya maendeleo ya Arusha, wanavyoendelea kucontribute, na sio huyu kumsema huyu au huyu kumsema huyu. Na watakia kila laheri Mheshimiwa Mrisho Gambo katika kazi zake kama mbunge wa Arusha. Tunampenda sana. Namtakia kila laheri Paul Christian Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, kwa kazi zake. Tunampenda sana. Big up, nyote mnafanya kazi nzuri. Na mimi kwa muda wote nimekuwa ni shabiki wenu mkubwa sana wa kazi zenu, na wakati mwingine nimewaongelea vizuri sana kwa kazi mnazozifanya, na naamini mtakaa chini, mtamaliza matatizo yenu na tofauti zenu. Hakuna matatizo, na mtaelewana vizuri, na tutakuwa tukisikia mkiongea lugha za maendeleo na nini, na sio huyu kumsema huyu wala huyu kumsema huyu. Kwa namna hiyo mtakuwa mnaitendea haki Arusha, haki ambayo mmeshaitenda kabisa, na mnafanya kazi nzuri. You are doing a good job. Mungu awabariki, akubariki Paul Christian Makonda, akubariki Mrisho Gambo, abariki Arusha kama mkoa, abariki
wananchi wote wa mkoa wenu, mkoa wa Arusha, jiji la Arusha na vitongoji vyake, muendelee na maendeleo hayo. Mnafanya kazi nzuri, wote tunaiona, na naamini haya yatakwisha na itakuwa historia, mtaendelea vizuri. But the difference is if they are there, muendelee vizuri, ni vijana na bado wote tunawahitaji katika utumishi wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.